wakakumbatiana. Akamwambia mmoja, akamwambia habari za nyumbani. Hebu Bishop, samahani, mtu wa Mungu, njoo. Sasa nataka tusalimiane alafu tukumbatiane. Sasa wewe uniambie, nikikuuliza habari za nyumbani uniambie mtoto ni mgonjwa. Sawa? Ya. Wakakutana. Ndugu yangu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Habari yako nyumbani ndugu? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Sasa tutaonana. Niko na haraka kidogo. Kaenda sana. Upendo tuliobakiza kanisani. Upendo katika ndugu na udugu ina maana kwamba akiwa anaumia mimi ninaumia. Ndio. Akiwa ana furaha mimi nina furaha. Nilichotaka kusema sitasema. Nilipofika hapa Mungu akasema usiseme hivyo. Amina. Sema tofauti. Amina. Nitasema tofauti. Amina. Jana jioni tulikuwa tumesafiri na mke wangu, tukaenda kumwona bwana mdogo alifiwa, mtoto wa dada yangu alifiwa na babake mdogo. Tulipokuwa njiani tukija, nikawa mgonjwa sana. Nikajua, nilitaka kuona nimezembea, nikataka kupiga simu kwamba askofu sitakuja. Hii ni kwa sababu hiyo ndio maana nimekuwa mgonjwa. Subiria. Nikasubiria. Majibu yakaja tena. Na sauti yangu bana kusikika. Lakini nimeshukuru sana. Na mambo mawili ama matatu yamesemwa hapa. Kuna yule kijana alikuwa akitoa matangazo hapa, amegusa neno ambalo liko kwenye message yangu ya leo. Bishop alipokuja hapa amegusa tena mambo mawili, so this is giving me a confirmation. Inanipa uhakika kwamba hili ndilo nilotaka kusema. Leo nataka kuzungumzia nguvu ya Mungu ndani yako. Haleluya. Lakini kabla niendelee, nataka my wife aje nimtambulishe pia. Kama vile. Yeah. Hii ndio mashine yangu. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yake. Wanasema kwamba mahali popote ambapo mwanaume anafanikiwa, basi lazima mwanamke yuko nyuma yake. Na sio mwanamke tu, mwanamke mzuri anayefaa. Ukimwona askofu amefanikiwa, sababu ya mama yuko pale. Ametunga kabisa. Can you say hi? Sorry. Haleluya. Siku ya kwanza tulikuja hapa ilikuwa ni mkesha